There is a way kila mwanadamu ana receive love. Kuna wengine wana receive love kwa kuwashika tu mikono, they feel love. Wengine wana receive kwa kupitia zawadi, kuna love language different. Hii inamaanisha ya kwamba kuna mtu unaweza ukampelekea gari na asifeel kama unampenda. Kwa hiyo kumpelekea gari sio enough. Kuna mtu unaweza ukamnunulia maua na akaona maua kwa ajili ya nyuki, maana sio enough. Mungu naye ana the way ana receive love. Sio kumwambia how much unampenda mara elfu moja. Hii inamaanisha kwamba unaweza ukamweleza Mungu unampenda sana. Maana kumpenda Mungu is different. Anasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika, sio alizozisoma, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda. Nisikilize, anasema ukiaccept his commandment na ukiobey his commandment, yeye ndo anasikia unampenda. Maana Mungu asikii unampenda nje hapo. So Mungu ana receive love through obedience. Hii inamaanisha mtu ambaye obey his commandment and his statutes. Haijalishi how much utamwambia unampenda, he will never feel a thing. Yani the more unavozidi kwenda mbele, ndio maana kama darkness inaendelea kukuataki na una Mungu, dalili sio kwamba mapepo ya familia ni makubwa kuliko mafamilia nyingine. Hii inamaanisha haumobei Mungu, hautii Mungu. Ndio maana James akasema ile 4:7, mtiini Mungu na mpinge shetani. Maana unampinga shetani through obedience. Hii inamaanisha kwamba watu wengi hawafanikiwi kwenye kanisa kwa sababu wanafikiri Mungu ana receive love kupitia mifungo yao. Nisikize watu wa Bwana, wewe funga ni muhimu na ni vizuri, but Mungu aliceive love hivyo. Moja ya shida kubwa tulionayo kwenye kanisa ni watu wengi sana wanaamini Mungu yeye kutupenda sisi is enough. Mungu kutupenda sisi is not enough. Anataka na wewe umpende, which means anataka ujifunze kuelewa, kwa accept, manake kuishi according to his word, according to his commandment, and obey him. Manake Mungu afeel upendo nje ya obedience. Inamaanisha ukienda kwenye kanisa na ukakutana na watumishi wa Mungu, they receive love the same. Ndio maana mtumishi wa Mungu akiona umeobey, haijalishi how much unachokifanya kwenye kanisa, I feel a thing. Watu wengi wanafikiri watumishi wa Mungu watakupenda kwa sababu you give a lot. They will never love you. They will use you because you are available. Watu wengi wanafikiri giving kwa watumishi wa Mungu ni kushow love. Why you don't obey? To obey him manake to obey anachokisema, which means the word of God. Kile anachokifundisha kina umuhimu sana na anatamani akione kwenye maisha yako. Inamaanisha unaweza ukawa a giver or a supplier or whatever you call yourself, na ukafikiria utapendwa. Na ndio maana kuna mtu asipoona anapendwa kwa sababu ametoa a thing, anaanza kuwa offended kwa nini apewe attention. Nisikilize, hatukupi